aliyohesabiwa kwa imani. Nataka kumark kama unaweza highlight hiyo haki iliyohesabiwa kwa imani. And then twende verse 14. Maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi, imani imekuwa bure na ahadi imebatilika. Mstari wa 15 taenda mpaka wa 16 tafadhali. 1 2 3 go. Kwa sababu sheria ndio ifanyayo hasira, maana pasipo kwa sheria hapana kosa. Hey, mstari wa 16 ambao nataka uweke ndani ya moyo wako sana. Twende sote pamoja. Kwa hiyo ilitoka katika imani, iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazawa wote, si kwa wale wa Torati tu, ila kwa wale wa imani ya Abrahamu, aliye baba yetu sisi sote. Baba, lipake neno lako mafuta. Now, nataka kuongea kuhusu kuipokea neema ya Mungu na pia kuweza kutake advantage ama kuitumia. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Now, kuna kitu hayo maandiko yanaongea kuhusu baba yetu Ibrahimu. Ibrahimu anaitwa baba yetu kwa sababu yeye ndiye baba wa imani. Actually, anaitwa baba wa imani kwa sababu ya vile alivyotembea na Mungu. Na hata tunajua Mwokozi wetu Yesu Kristo pia ametokea katika lineage ya Abrahamu. Lakini nataka niende kwa haraka kwa sababu ya wakati. Biblia inaongea kuhusu vile Abrahamu alivyopewa urithi. Na urithi ule ambao Abrahamu alipewa ulikuwa mkubwa sana, ya kwamba alikuwa awe baba wa mataifa. Alikuwa uzao wake umiliki malango ya adui zao. Mataifa, Bwana asifiwe sana. Yani alipewa kurithi ulimwengu. Of course, Biblia inavyoongea kuhusu Abraham and his seed. Abraham aliangaliwa mpaka scripture ama maandiko ikawa na vile Yesu Kristo atakavyotokea katika uzao wa Ibrahimu. Ndio maana inasemekana kwamba anarithi ulimwengu, alipewa ulimwengu wote. Maana kama ni kurithi yeye peke yake bila Kristo, ingesemekana uzao wa Ibrahimu ambapo ni wa Israeli siku ya leo, na ingekuwa tu pale walipo. Lakini inapotaja ulimwengu wote ni kwa sababu Kristo alikuwa sasa extend ufalme huo, sio kwa njia ya kimwili tu ama ya flesh kukaa kule wa Israeli wako, lakini sasa ufalme wa Mungu kutawala dunia nzima. Wewe na mimi tukiwa tumepokea habari njema ya ufalme wa Yesu Kristo, tukiwa tumeokoka na tukiwa tunatawala pamoja na Kristo. Haleluya. Wana Ibrahimu na waseme amen. Sasa Biblia inasema urithi huo ambao Abrahamu alipewa, aliambiwa kwamba atarithi ulimwengu. Haleluya. Ama mataifa yote. Sasa Biblia inasema huo urithi hakupewa kwa njia ya sheria, lakini alipewa kwa njia ya imani. Haleluya. Alipewa kwa njia ya haki inayopatikana kwa imani. Kile kilichomqualify kuwa mrithi wa ile ahadi ambayo Mungu alimpatia, ya kwamba arithi uzao wake utawale ulimwengu wote, ilipatikana. Yani hiyo ahadi haikupatikana kwa sheria ama kwa juhudi zake ama kwa uzuri wake ama kwa bidii yake. Ilipatikana, yani aliqualify kwa sababu alipata haki inayotokana na imani kwa Mungu. Bwana asifiwe. Naomba ushike kila point ya kwamba kile kilicho qualify, kilichofanya Ibrahimu akastahili kupokea huo urithi na akawa mrithi, sio bidii yake, sio nguvu zake, sio uweza wake, lakini aliweza kupokea haki inayotoka kwa Mungu mwenyewe.
Na hiyo haki hakuipokea kwa sababu ya tendo lolote njema alilolifanya, lakini kwa sababu alipokea kipawa cha Mungu. Hallelujah. Now listen. Nasikia siku hizi watu wakiongea mambo surprise. Bwana asifiwe sana. Ati ya kwamba unakuja una surprise mtu na kitu ama na kipawa. Now listen. Kwa sababu gani Biblia inasema hivyo? Inasema kwamba ni kwa kupitia haki inayopatikana kwa imani. Yaani Mungu alimtokea Ibrahimu na akaja na kipawa. Mungu amempenda Ibrahimu na anataka kumpatia ulimwengu wote akaweze kuwa mrithi. Lakini sasa anajua Ibrahimu hana nguvu zozote za kurithi, hana uwezo wote wa kurithi, hana qualification yoyote. Maana hata hivyo Ibrahimu alikuwa ni Mkaldayo, baba yake alikuwa ni Mkaldayo, watu ambao walikuwa naabudu miungu mingine. Kwa hivyo hana qualification yoyote ya kuweza kumfanya akaweze kuwa mrithi wa Mungu. Lakini sasa Mungu anakuja anamwambia Abraham, niko na surprise kwa ajili yako. Na hiyo surprise nini? Ni kipawa ambacho nimechukua. Nacho hicho kipawa ni nini? Ni ahadi. Ahadi hiyo inasema nini? Ewe Abraham, utakuwa nitakufanya kuwa taifa kubwa. Nitakubariki. Na sasa nikikubariki wewe utakuwa baraka kwa wengine. Hicho ndicho kipawa. Na Biblia inasema ya kwamba after hiyo surprise, unajua ni kama yani unakaa uko hivi, alafu unaambiwa all of a sudden hujafanya chochote, sasa unafanya, dunia yote imepewa wewe. Abraham, kile kinanifurahisha jamani, huyu kweli anastahili kuitwa baba wa imani. Bwana asifiwe sana. Yani hakuulizia baba yetu ni vipi, maana sisi hatuko sawa. Hakuanza kunegotiate na Mungu akisema kivipi. Biblia inasema alipokea hiyo surprise. Bwana asifiwe sana. Alipokea hiyo ahadi na ikamfanya akasisimuka. Yani kusisimuka ama kufurahia, moyo wake ukabubujika kabla hajaona ahadi ama utimilifu wa ahadi. Yani alisisimuka kiasi cha kuacha watu wa jamii ya kwao. Bwana asifiwe sana. Uko akauacha, akaacha baba yake, akaacha hata nchi yake. Bwana asifiwe sana. Yani kwa sababu ya kusisimuka ameweza kupokea kipawa. Bado haulizii. Bwana asifiwe sana. Haulizii hiyo nchi kama kweli ina exist. Iko kweli. Hakuulizia. Kumbuka, sikiza. Kumbuka, Abraham hata akiitwa, tayari mke wake alikuwa na 65 years, si ndio? Alikuwa na miaka 65. Na amepokea ahadi ya kwamba utakuwa baba wa mataifa. Hakuulizia Mungu kwa nini sasa, maana mke wangu tayari umri umeenda. Alisisimuka na akaanza kuchukua hatua ya kutoka kwa watu wa kwao. Bwana asifiwe sana. Now, nataka kusema hivi. We maximize we seize the grace of God. We seize the grace of God through faith. Bwana asifiwe sana. Yani tunakamata ama tunapokea neema ya Mungu kwa kupitia imani yetu. Kama kuna kitu ambacho kinafurahisha Mungu, sio uwezo wako, sio nguvu zako, sio wema wako, lakini ni wakati umepokea surprise yake, kipawa chake. Akikuja anakuambia ninataka upokee hiki, unapokea. Hiyo kitu wapendwa inafurahisha Mungu sana. Na ndio ilifanya Abrahamu akafurahisha Mungu. Ati ya kwamba kile alichoambiwa hakuulizia maswali. Aliamini, aliahidi, ana uwezo wa kutimiza. Bwana asifiwe sana. Sikiza. Mimi of course pastor huwa anabarikiwa na watu. Siku moja kuna maneno mawili ya mtu mmoja, hata naona ameketi hapa, sitamtaje jina. Kuna wakati alinitumia kipawa.
Bwana asifiwe sana. Na si mara moja, hayo maneno aliyarudia mara mbili, ikanishangaza nikafikiria sana. Maana wajua mimi ni wale watu naweza shukuru mpaka nipige magoti. Now, Bwana asifiwe sana. Sasa alinitumia kitu. Nikampigia simu nikamwambia, "Hey, nimeshukuru kwa kunipatia hicho kitu." Yaani nimesisimuka kama Abraham. Wajua alinijibu nini? Akaniambia, "Nashukuru umepokea." Nikashindwa. Baada ya muda, kuna wakati nilikuwa nimetatizika mahali. Sikumwambia, akanikuta nikiwa nimetatizika, akiwa hata ajui. All of a sudden akafanya kitu kingine. Nikamwambia, nimeshukuru sana. Akajibu neno lile lile. Akasema kwamba asante kwa kupokea. Ilinifundisha kitu. Nikaona kwamba hakuna kitu ina frustrate mtu kama umebeba furushi unaenda kubariki mtu alafu anakataa. Sikiza. Kuna mama mmoja namjua siku za zamani, sasa hayuko, ameaga. Alisafiri kutoka kule mashinani na akaenda, na kama vile anatembelea watu wao wa ukoo wao wakiwa town. Akabeba matunda. Maana ukiwa unaenda town, of course sauti zile ile vipao unabeba, ubebi mkate. Mkate ni ya kwenda pande ile. Pande ile ni matunda yanakujaga yakija pande hii. Bwana asifiwe sana. Sasa akabeba matunda. Akaenda akapokelewa mzuri. Na watu wakafurahia. Sasa baada ya kulala, saa ile akitoka akienda nyumbani anawaaga, "Jameni, ninarudi nyumbani." Wajua alifanywa nini? Alipewa kikapu chake na matunda yake. Huyo mama alikufa akazikwa akikumbuka hiyo kitendo. Yaani nimebeba matunda, nimekuletea kipawa na umekataa kukipokea. Kama kuna kitu kinaumiza, ni wakati umepewa kipawa na mtu na ukakikataa. Na wapendwa, wacheni niwaambie, hivyo hivyo kama tunasikia ya kwamba nikikupatia kipawa unirudishie, ama ukinipa kipawa nikurudishie vile unasikia umeudhika, hivyo hivyo naye Baba yetu wa mbinguni anaudhika namna hiyo. Akikupatia kipawa cha neema, alipomleta mwanae ambaye ni Yesu Kristo, alitaka tukaweze kumpokea. Bwana asifiwe sana. Alipotupatia kipawa cha wokovu, alitaka tukaweze kukipokea. Kama kuna kitu kinaweza udhi Mungu zaidi ya vyote, wapendwa, wacheni niwaambie, ni kukataa kipawa cha Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso mlango wa 2 kutoka mstari wa 8 kuendelea, inasema kwamba kipawa hiki, wokovu huu ni kipawa cha Mungu. Hakikutokana na sisi. Ni kipawa cha Mungu. Haikutokana na matendo yetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunaweza soma hapo, tuseme sote, twende sote kwa pamoja. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Mstari wa 9 unasemaje? Twende sote kwa haraka. Mstari wa 9. Twende. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Bwana asifiwe sana. Yaani ya kwamba Mungu ameleta surprise ya kwamba nataka nikuokoe, nataka nikutoe kwa utumwa wa dhambi, nataka nikutoe kwa utumwa wa laana za kwenu. Alafu kisha unamwambia mimi nina miungu mingine. Kama hiyo kitu inaumiza Mungu, jameni, inaumiza Mungu. Na ndio maana Biblia inasema pasipo imani hawezi kumpendeza Mungu. Hebrews chapter 11 verse 6. Yaani imani, wapendwa, ni kupokea kipawa cha Mungu. Haleluya. Ambacho hujakifanyia kazi. Bwana asifiwe sana. Inaudhi Mungu, nasema inaudhi Mungu, wapendwa, wakati Mungu ameleta kipawa chake na sisi tukakikataa. Biblia wakati Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani aliongea kuhusu the parable of the great banquet, karamu kuu. Na anasema kwamba Bwana aliandaa karamu. Alipoandaa karamu akaiandalia watu ambao anawapenda. Wakawaita njoni. Mmoja akatoa sababu akasema kwamba nimeoa.
kwa hivyo niache nikaekae na mke wangu. Mwingine akasema kwamba niko na 5 yokes of oxen. Bwana asifiwe sana. Niko na jozi 5 na ng'ombe, hebu niache niziangalie kwanza. Mwingine akasema ana shamba, ameshanunua, akaweza kufanya nini? Akaweza enda angalia shamba lake. Maandiko inasema kwamba akamrudishia bwana wake jamaa hii ripoti wametoa. Bwana wake alikasirika, yani wamekataa kipawa changu, karamu. Wokovu ni karamu wapendwa, ni kuburudika. Yani umekataa. Akasema hebu nenda kwa barabara kuu, nenda kwa vichochoro, ita watu. Maandiko inasema kwamba akaenda kawaita. Wale waliokubali hawakuwa wamestahili. Bwana asifiwe sana. Si wao walioandaliwa, lakini walipokubali, Biblia inasema kwamba anasema kwamba hao jamaa ambao walikataa hakika hawataingia hiyo. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu ambacho kinaudhi Mungu kama kukataa kupokea neema yake. Bwana asifiwe sana. Kama tunaudhiwa na kipawa ambacho Mungu ametupatia, wakati watu wametupatia tumewapatia wamekataa, basi Mungu naye pia anaudhika, kwa sababu njia ya kupokea neema ya Mungu, njia ya kukamata, we maximize the grace of God through faith. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Baba yetu Ibrahimu alionyesha kitu ya ajabu. Alipokea akasisimuka. He received the promise of God with gladness. Na akaamuka akaanza kwenda mahali ambapo hakujua kama kweli nchi iko. Sikiza, mtu mwingine ambaye anaitwa ni Mariamu, mama yake Yesu. Alikuja akakutwa na malaika akaambiwa kwamba umepata kibali kati ya wamama. Bwana asifiwe sana. Blessed are you among women, not above. Utanielewa tu. Bwana asifiwe sana. Among, umepata. Hallelujah. Umepata kibali kati ya wanawake. Na wewe utafanya nini? Utampata mimba, utamzaa mtoto, wewe utamuita Yesu. Kile ambacho huyu mama aliulizia jambo moja. Akasema, itawezekanaje na mimi simjui mwanaume? Maana mimi sijaolewa. Maandiko inasema kwamba the spirit of the most high shall come upon you. Bwana asifiwe sana. Roho wake aliye juu atakushukia na utapokea mimba. Na kwa sababu hiyo kitakachozaliwa na wewe kitaitwa kitakatifu. Bwana asifiwe sana. Unajua huyu mama ni msichana. Bwana asifiwe sana. Alikuwa msichana by then, na akamwambia Mungu, be it unto me according to your word. Bwana asifiwe sana. Sikiza, yani Mariamu akaipokea kwa imani. Na maandiko inasema ili ujue alifanya kama Abrahamu. Wajua Abrahamu alisisimuka akatoka kwa sababu ya kupokea kwa imani. Na sasa huyu naye jameni, yani mimba hata ujui kama kweli imekuwa, maana ni ya siku moja inakaa ya Roho Mtakatifu. Hauna, yani aliamini hayo maneno, akatoka. Biblia inasema akapanda katika nchi ya milimani huko ya Yuda. Bwana asifiwe sana. Akaenda, maana ameambiwa hata kazini yako Elizabeth naye pia katika uzee wake amekumbukwa. Yani alisisimuka na akapanda, anaenda kushuhudia habari njema ya kwamba amepokea. Yani Bwana asifiwe sana. Mungu anapenda ya kwamba tupokee neema yake, tupokee ahadi zake kwa furaha, tumwamini kile chochote ambacho ametuambia, tukiamini na tukaweze kuchomoka kwa haraka na tukaanze kuendea hizo ahadi, ama tukaanze kuzifurahia katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Ona maandiko inatuambia katika kitabu cha Waibrania 11 mstari wa 11 na 12, inatoa mfano wa Ibrahimu. Anaambiwa kwamba kwa imani baba yetu Ibrahimu vile alivyofanya kwa imani. Ibrahimu mwenyewe alipopokea uwezo, tunasema verse 11, kuna ile inaongea kuhusu Abrahamu. Is it verse 10? Inasema kwamba kwa imani, ili inaongea kuhusu Ibrahimu. Anyway, utaenda ujisomee. Inaongea kwa imani Ibrahimu alipopokea habari hiyo ya kwamba atakuwa baba wa mataifa, alitoka na akaanza kuenenda kuonyesha ya kwamba amepokea hicho kipawa. Bwana asifiwe sana. Maandiko inatuambia Abraham hakufanywa kuwa mrithi
ati kwa sababu ya matendo yake, ama kwa sababu ya sheria, ama kwa sababu ya uwezo wake. Lakini hicho kitendo alichofanya cha kupokea kipawa cha Mungu, surprise ya Mungu, na kuweza kuanza kuipokea na akaanza kuishi kana kwamba tayari yeye ni baba wa mataifa. Haleluya! Akaanza kuishi akiwa na furaha, na akaanza kuishi akicelebrate. Bwana asifiwe sana. Hiyo jambo ndio iliyofanya Mungu akafurahishwa na yeye. Haikuwa ni kwa matendo yake, haikuwa ni kwa uwezo wake, bali ni kwa nini? Ni kwa neema. Bwana asifiwe sana. Alipokea haki inayopatikana kupitia imani, kwa sababu aliamini yeye aliye na uwezo. Hakuona nchi, lakini aliamini nchi iliyoahidiwa. Mke wake alikuwa tasa, hakuwa na uwezo wa kumfanya apate mtoto, lakini aliamini aliyetoa ahadi hiyo ana uwezo wa kufanya mke wake akaweze kupata mtoto. Bwana asifiwe sana. Sisi tumpigie Yesu makofi. Na mahali tumesoma katika hapo kwa kitabu cha Warumi kutoka mlango wa 15 mlango wa 4 kutoka mstari wa 13. Inasema kwamba bali sasa kama hakupokea, anasema kwamba lakini alipokea kwa kupitia ahadi, ama alipokea kwa kupitia imani inayopatikana, haki inayopatikana kwa imani. Biblia inasema kwamba kama kuna kitu inanifurahisha, inasema kwamba kama basi wale ambao wenye sheria ndio watakuwa warithi wa Mungu, ama kwa njia nyingine kama wenye uwezo, kama wenye nguvu, kama wale ambao wenye nguvu kulingana na wanadamu ndio wapatao, ndio wakwao warithi, ama ndio wanaopokea urithi wa Mungu na wao warithi, basi imani imekuwa bure. Bwana asifiwe sana. Kwa njia nyingine wapendwa, ya kwamba Mungu ametuonyesha kwamba baraka zake ni rahisi kuzipata, lakini hatuzipati kwa nguvu zetu, lakini tunapata kwa uwezo wa neema yake. Bwana asifiwe sana. Maana anasema kwamba kama wenye sheria, walio katika sheria ndio kwao warithi, basi imani ni bure na ahadi sasa imebatilika. Lakini sasa Mungu alihakikisha kwamba Ibrahimu alifanyika kuwa mwenye haki ama mrithi wa ahadi ya Mungu kwa imani, ili ya kwamba ikawe wote ambao wanaorithi wakaweze kurithi sio kwa uweza wao wala kwa nguvu zao, bali kwa neema ya Bwana. Na ikiwa ni kwa neema ya Bwana, basi hiyo ahadi ni imara kwao, kama watatembea kwa imani kama Abrahamu alivyotembea kwa imani. Haleluya. Kama watatembea hanyayo, watachukua nyayo za Ibrahimu, watazifuata hizo nyayo za Ibrahimu, hakika watarithi, pasipo kujalisha wametoka wapi, pasipo kujalisha uwezo wao ukoje, pasipo kujalisha ya kwamba wako waje, ni nini wako nacho ama nini hawana. Kile tu ambacho kinachohitajika ni wao wapokee ile surprise ya Mungu, na watoke kama Abrahamu na kama Mary, na wakatoke wakaanze kufurahia kwa imani, wakisema kwamba Bwana amenikumbuka, Bwana amenitendea. Na hiyo inafurahisha Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwamba kwa hivyo Mungu alihakikisha kama baba yetu atakuwa mrithi, haingekuwa ni kwa uwezo wake. Maana ingekuwa ni uwezo wake, sisi watu wengine hatungeweza. Lakini ilibidi ni kwa sababu ya imani. Na kwa sababu ni ya imani, alipoamini Mungu, naye Mungu alihakikisha kwamba neema yake itamwezesha kurithi ulimwengu. Na ndio maana neema ya Mungu ilihakikisha Yesu Kristo amezaliwa katika lineage ya Abrahamu, atuwezeshe sisi. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema hivyo wapendwa, ya kwamba tunastahili kupokea neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Wale watu ambao tumeokoka, tumeipokea neema ya Mungu, lakini pia tunastahili kuendelea kuipokea neema ya Mungu katika maeneo tofauti tofauti, katika hadi zote ambazo Mungu, hata hakuna shida, mtoto mwache tu, bora tu haanguki. Bwana asifiwe sana. Thank you. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mhubiri mkubwa, situmpigie makofi. Amen. Amen, amen, amen. Sasa maandiko inatuonyesha kwamba ya kwamba lazima tukaweze kuipokea neema ya Mungu. Wale ambao hawajaokoka, kukataa Yesu Kristo ni kukataa kipawa ambacho Mungu amekupatia cha kuweza kukufanya kuwa mrithi.
Nataka kusema kwamba kama vile nimesema, point number 1 ni kwamba tunapokea ama tunakamata neema ya Mungu kwa kupitia imani yetu katika Kristo Yesu. Maandiko inatuambia katika kitabu cha Warumi mlango wa 5 ya kwamba kwa tukisha hesabiwa haki kwa njia ya imani, tukishahesabiwa haki kwa njia ya imani, basi tuna amani na Mungu. Bwana asifiwe sana. Yes, having been justified by faith, we have peace with God. Peace, yani tuna amani, tuna imani na Mungu, ama tuna amani na Mungu kwa njia ya Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye kwa imani katika yeye, mstari wa 2 inasema kwa imani katika yeye tumepata kuifikia hiyo neema ambayo kwa hiyo tunasimama. Bwana asifiwe sana. Tunakamata neema ya Mungu kwa njia ya imani. Maandiko inasema kwamba sisi watu wa Agano Jipya ya kwamba tukisha hesabiwa haki kwa njia ya imani, maana baada ya kumhesabia kumwamini Yesu Kristo, nasi pia kama vile baba yetu Ibrahimu alihesabiwa haki kwa njia ya imani, nasi tulipoamini Yesu Kristo tulihesabiwa haki kwa njia ya imani. Na tulipohesabiwa haki kwa njia ya imani, sasa tumepatanishwa na Mungu. Hatuko maadui tena na Mungu. Sasa Mungu ni baba yetu. Bwana asifiwe sana. Kisha baada Mungu kuwa baba yetu, hiyo imani katika damu ya Yesu Kristo, mstari wa 2 inasema kwamba kwa yeye kupitia imani, kwa njia ya imani tumeifikia ile neema ambayo tunasimama ndani yake. Wapendwa, neema tumeweza kuifikia ya Yesu Kristo kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Tunasimama kwa sababu ya neema. Leo hii mimi ni mhubiri kwa sababu ya neema. Sio neema ambayo iliyotokana na ushujaa wangu. Ni neema ambayo iliyotokana na kuamini Yesu Kristo, kuamini kazi iliyokamilika ya msalaba. Umekuwa mahali huko, mahali umefika pa heshima, haukufika kwa nguvu zako, lakini ni kwa neema ya Mungu. Na hiyo neema haukufanya jambo lolote, lakini ilikuwa tu ni kwa sababu ya kuamini kazi iliyokamilika ya msalaba. Sikiza, wacha nikwambie, sheria, ukisikia kitu kinatajwa sheria, Abrahamu hakuhesabiwa haki ama hakupewa urithi kupitia haki, kupitia sheria. He was not given inheritance through the law. Kwa sababu gani? Sheria msingi wake ni kazi ama ni matendo. Fanya hili nikupe hili. Hauna hiki na wewe haupati kile. Fanya hiki upate kile. Hauna hiki pale haufiki. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio sheria. Lakini neema, Biblia inasema kwamba Mungu alimhesabia, alimfanya kuwa mrithi kwa njia ya imani. Sasa nataka kusema neema ya Mungu msingi wake ni imani katika kazi iliyokamilika ya Yesu Kristo. Hebu tena nirudie. Neema msingi wake sio kazi, sio matendo, lakini neema msingi wake ni imani katika kazi iliyokamilika ya msalaba. Kazi iliyokamilika ya Yesu Kristo ni hii, wapendwa. Number 1, kuna mambo ambayo yanayofanya kazi iliyokamilika. Number 1, hallelujah, ni Yesu Kristo kukufa kwa nafasi yetu. Jesus died in our place. Bwana asifiwe sana. Hiyo sote tulistahili kukufa kwa sababu ya dhambi zetu, but Jesus died in our place. Hiyo ni number 1, kazi iliyokamilika msalaba. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Alikufa katika nafasi yetu. Amen. Ya pili ambayo inafanya kazi iliyokamilika pale msalabani ni kuweza kununua uhuru wetu kutoka kwa utumwa wa dhambi na kutoka kwa utumwa wa sheria. Bwana asifiwe sana. Yes, kama kazi itakamilika baada ya Yesu kukufa kwa niaba yako ama in your place, kile kilichokuwa ni kwamba alistahili akufungue kutoka kwa minyororo ya dhambi. Alistahili akufungue kutoka kwa laana, vitu zile ambazo huwa zinakuzuilia kuweza kufanikiwa. Na maandiko inatuonyesha kwamba Jesus purchased our freedom from the bondage of sin and from the bondage of the law. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Situmpigie Yesu makofi, wapendwa. Kazi ya msalaba ili ikamilike. Sasa number 3 ni kwamba akatupatanisha na Mungu. Bwana asifiwe sana. Maana baada ya kununua uhuru wetu kutoka kwa utumwa wa dhambi na kutoka kwa utumwa wa sheria ama kutoka kwa laana, Jesus purchased our freedom from the bondage of the law. Bwana asifiwe sana. Baada hivyo number 3 ni kwamba akatupatanisha. He reconciled us to God.
Unajua tulikuwa maadui na Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 1, tukisha hesabiwa haki kwa neema, basi tuna amani na Mungu. Tulikuwa maadui na Mungu, lakini kazi iliyokamilika msalaba ili tupatanisha na Mungu. Haleluya. Na ili kumalizia, ili kazi ya msalaba iwe imekamilika, haleluya, baada ya kutupatanisha, ni kwamba alituliza hasira ya Mungu, thereby satisfying the righteous demands of God. Maana sote kulingana na vile tulivyokuwa na dhambi zetu tulistahili, sheria ya Mungu ilikuwa inadai ukufe. By right unastahili kukufa, lakini kazi ya msalaba ikatupatanisha na Mungu, ikaondoa hasira za Mungu, ikanunua uhuru wetu kutoka kwa utumwa wa dhambi, ikanunua uhuru wetu kutoka kwa laana. Yani ya kwamba hakuna hata laana ya nyanyako, laana ya sheria, laana zozote zile hazina uwezo juu yako kwa sababu ya kazi ya msalaba. Bwana asifiwe sana. Na neema inafanya kazi kwa msingi huo. Wakati tumeondoa macho yetu kwa mambo mengine na tuanze kuangalia kazi iliyokamilika ya msalaba, wacha nikwambie, neema ya Mungu inaanza kufanya kazi katika maisha yetu. Mahali nilikuwa siwezi kufika kwa uwezo wangu, sasa nitafika. Vitu zile ambazo nilikuwa singeweza kuzifanya kwa uwezo wangu, sasa ninaweza kuzifanya. Kile ambacho singeweza kuwa kwa sababu ya uwezo wangu, yani haungeweza kunifanya hivyo, lakini sasa neema ya msalaba, haleluya, neema ya Bwana inanifanya. Amen. Haleluya. Na nataka tuangalie mambo at least matatu ambayo tunastahili kuyaangalia kwa sababu ili ya kwamba tukaweze kumaximize kitu ambacho tunaita neema. Nimekuwa naongea kuhusu seizing the grace of God. Bwana asifiwe sana. Huu muda wote nimeongea ya kwamba kukamata neema ya Mungu kwa njia ya imani. Now next nataka kuingia level nyingine ya kwamba Bwana asifiwe sana, we maximize the grace of God through labor. Bwana tukuzwe. Yani neema ya Mungu ukitaka utake advantage na hiyo ni kupitia kazi. Ya kwanza ilikuwa hakuna kazi, ni kuamini iliyokamilika msalabani. Sasa ili utake advantage, uende mbali, uache wenzako, sasa labor inahitajika. Sikiza, watu wanakimbilia kazi ya serikali kwa nini? Unaweza ona mtu anaweza acha kazi ya NGO, labda inalipwa hata mara 3 ya ile ama mara 2 ya hiyo ama mara 1.5 ya hiyo, na aende kazi ya serikali. Kile ambacho anachotaka wanakimbilia hapo. Wanasemaga wanataka wawe permanent and pensionable. Sasa kitu kingine ni hiki, ya kwamba wakienda hapo, wakiingia hapo wafanyikazi wote, kuna zile advantages ukiwa umeajiriwa uko permanent. Inaweza kuwa kidogo, lakini mtu mwingine anaozoona hizo privileges ambazo ziko mahali hapo hivi. Anaweza chukua loan, anaweza fanya mambo. Bwana asifiwe sana. Now, sikiza. Hivyo neema ya Mungu iko hivyo, ya kwamba we maximize it through labor. Hallelujah. Kwa sababu neema ya Mungu ni uwezo wa Mungu ambao umewekwa ndani yetu sisi ambao tayari tumeikamata neema ya Mungu kwa kupitia imani katika Kristo Yesu. Lakini sasa huo uwezo ni uwezo mkubwa, unaweza fanya mambo makubwa, unaweza kufikisha mahali ambapo uwezo wako hauwezi kufikisha, unaweza kufikisha mahali ambapo masomo yako hayawezi kufikisha, unaweza kufikisha ama kufanya uwe na vitu ambazo cheo chako hakiwezi kukupatia. Lakini huo uwezo hauonekani, uko ndani yako, huwa unakuwa triggered na imani. Sijui kama mnanipata wapendwa. Bwana asifiwe sana. Every time unasikia neno la Mungu likihubiriwa, neema ama huo uwezo wa neema ya Mungu ulioko ndani yako, God enabling power ambayo ni grace, ukiwa unasikia neno la Bwana, inakutrigger ama inakuchochea sasa uamke, uanze kuendea mambo makubwa, ili utoke kutoka hali ya mediocrity na ukaanze kuingia katika mahali pa heshima. Sasa kutoka hapo, kile kinachohitajika ni wewe ukaweze kujua ya kwamba huu uwezo uko ndani yako. Wewe hauoni, lakini Mungu ameweka ndani yako. Ndio maana
anakuambia ufanye mambo ambayo hata daktari mwenyewe hayafanyagi. Anakuambia waekelea wagonjwa mkono wapone. Sasa wewe unajulizia kivipi? Lakini sioni, sina certificate yoyote, lakini hii Mungu anajua ameweka uwezo. Anakuambia bariki watu wangu, anakuambia ongea kwa imani. Unashindwa kivipi? Lakini hii grace we maximize it through labor. Bwana asifiwe sana. Tukianza kufanyisha kazi. Na ndio maana unaona Paulo alipokuwa akiombea kanisa la wa Efeso, aliomba hivi. Ephesians chapter 1 verse 17, 18 na 19. Inasema kwamba ninaomba kwamba Bwana wapatie roho wa hekima na ufunuo katika kumjua Mungu. Macho yenu ya ndani yapate kufunguliwa. Now verse 19 inasema kwa nini yafunguliwe? Mpate kujua uweza, the exceeding great power. Ingine inasema the unlimited power of God. Na haiji iko ndani yako. Hebu verse 19 please. Inasema kwamba macho ya mioyo yenu yapate kufunguliwa, mpate kujua na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Na ukienda verse 20 inakwambia hiyo neema ama huo uwezo uko ndani yako. Sasa ndio wenyewe uwezo uliwekwa ndani ya Yesu Kristo akiwa kaburini na akafufuka. Akapaa juu against the force of gravity. Bwana asifiwe sana. Sasa anasema hivi, Paulo anaomba si hata kwamba upewe, ushapewa, ufunguliwe macho uone. Na ukiona ufanye nini? Uanze kufanya kazi. Uendee mambo makubwa. Bwana asifiwe sana. Uendee mambo makubwa. Uache kudua. Utoke level ya mediocrity. Uingie hali sasa ya heshima. Usimame mbele za watu. Uwezo uko ndani yako. Lakini sasa ni kutap katika grace hii na kuanza kuifanyisha kazi. Kitambo nikiwa kijana hapa nilijoin church 2000. Kuna siku bishop alihubiri ujumbe mmoja akasema kwamba the kingdom of God is for the highest bidder. Nani anakumbuka? Wanaokumbuka? Amen. Yani ufalme wa Mungu ni acha kwamba the kingdom of God is for the highest bidder. Highest bidder ni wale watu, kwa mfano gari imetolewa na serikali ama na shirika inataka kuuzwa, yule ambaye atakayetoa pesa nyingi ndiye atakayepewa, the highest bidder. Na ufalme wa Mungu uko namna hiyo wapendwa, lazima tuelewe. Hata kama tumekamata neema, lazima neema tuifanyishe kazi. We must bid high. Kuna language kama hiyo. Yani lazima tulipe gharama ya juu ili tuende na mambo makuu ambayo Mungu anataka tukaweze kuwa nayo. Shida ambayo inayokuwa ni kwamba baada ya kukamata neema, after seizing the grace, people don't maximize it. Paulo anatuani sana. In the book of 2 Corinthians chapter 6 verse 1 na 2 anasema kwamba nawasihi, I beseech you by the mercies of God, that you should not take the grace of God in vain. Bwana asifiwe sana. Yani uwezo umewekwa ndani yako alafu wewe unauchukua bure tu. Unajua itakuwa ni tabia mbaya kuona grader, si grader, lakini kuona D6, D8, zile tractor za kubomoa miamba unaiona hata iko hapa chini inapita kwa lami. Unajua ni mbaya sana. Na hivyo grace iko hivyo ya kwamba usichukue bure. Yani usikae bila kuifanyisha kazi. In the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 10 Paulo anasema by the grace of God I am what I am. Kwa neema ya Bwana niko jinsi nilivyo. Alafu anaendelea kusema na hiyo neema si kuichukua bure. Ya Kiingereza inasema and the grace of God in me was not without effect. But I labored more than all other apostles. Bwana asifiwe sana. Yani kilichofanya Paulo akaandika 3/4 ya New Testament ni labor. Bwana asifiwe sana. Yani he maximized the grace. The difference between Paul na hawa jamaa wengine, siwache nisiyoitwa jamaa, maana ni watumishi wa Mungu, na watumishi wa Bwana wengine, Bwana asifiwe sana, ilikuwa in the way you maximize the grace. Ikisha kuja utaamua utaenda nayo wapi. The sky is the limit. Bwana asifiwe sana. Ukiamua uishi hapa chini utaishi tu chini, lakini ukiamua kwenda iko hivyo. The kingdom of God is for the highest bidder. Bwana asifiwe sana. May the Lord give you grace to bid. Yani ile ya juu. Bwana asifiwe sana. Ulipe gharama ya juu. Nimeangalia wapendwa na nikaona hata katika Agano la Kale, wapendwa walioenda na mambo makubwa na vitu vya heshima walilipa gharama. Number 1, wacha tu nitoe mfano tu. Bwana asifiwe sana. Wakati Daudi alipoingia kwa mamlaka, ndio the second king of Israel.
Hiyo story utaipata katika 1 Chronicles chapter 11 kuendelea. Biblia inasema after Saul died, baada ya Sauli kukufa, Saul alikaa akiwa mfalme, aliacha Jerusalem ilienda. The city ya Zion ilienda na maadui, iliketiwa na maadui. Waliokuwa wakiketi hapo Jebusites, ambao Mungu aliwaambia Waisraeli wafukuze. Lakini 40 years, can you imagine, unaongoza na mahali kuna kalio na maadui. Daudi alipoingia, cha kwanza alipotiwa mafuta na wazee, unajua alitiwa mafuta na wazee baada ya Samueli akiwa ameaga, wakasema wewe ndio uliokuwa ukituongoza siku za Daudi, za Sauli, na wewe ndio ulienda mbele yake, mbele yetu na ukarudi, wewe ndio uliyetulisha. Bwana sifiwe. Akasema wacha tufanye agano na wewe. Wakafanya agano na yeye. Walipofanya agano na Daudi, wakamtia mafuta, cha kwanza alienda Jerusalem. Jerusalem ilikuwa inakabiliwa na Wayebusi. Bwana sifiwe sana. Wakasema Daudi hapa haukanyagi. Naye akasema sikiza, nitaingia. Naye Daudi akafanya declaration, akasema yule atakuwa kwanza kuingia kule Zion, kuingia kule Jerusalem, yeye ndiye atakuwa amiri mkuu wa jeshi. Wacha nikwambie, baada ya kusema hivyo, Joab, mtoto wa ndugu yake, alikuwa hapo, aliruka akasema niko hapa, mimi ndio nitaingia. Biblia inasema Joab alirarua Wayebusi akawatoa, and it was called the city of David. Bwana sifiwe sana. David akaingia Jerusalem, Joab akawa the chief commander. Hallelujah. Wakati mtumishi wa Bwana kama vile bishop wako hapa hivi amepata neema kama Daudi, ameambiwa sasa wewe ndio unaongoza, walio chini yake na wao lazima atapu hiyo grace. Akisema jamani, nasikia taita inataka ivumiliwe, yani inataka iwe evangelist, nani atakayechomoka kuwa wa kwanza kama Yoabu? Ukisikia jamani kanisa limelala kwa maombi, usikubali huo msemo uwe hapo kwa kinywa chake, kuwa wa kwanza. Biblia inasema kwamba the kingdom of God is for the highest bidder. Bwana sifiwe sana. Ya kwamba lazima tukaweze kuchukua, because the grace iko kwa kila mtu, lakini yule atakayechukua, hata wale wababa tuko chini yao, ile mahali Mungu anataka wafike, their greatness haikuji kwao peke yao, ni sisi tuko chini yao. Bwana sifiwe sana. Na mpaka kila mtu aamue kuchukua maeneo. Sasa time naye jamani inanitesa kwa nini hivi? Bwana sifiwe sana. Yani lazima kila mtu awe wa kwanza kuruka, wa kwanza kama Joab kufanya kazi. Hallelujah. Hallelujah. The book of Joshua chapter 14. Biblia inasema kuhusu Caleb. Inasema kwamba Caleb walipofika kule nchi ya ahadi baada ya Musa kukufa, Caleb alimwendea Joshua akamwambia, sikiza, wewe unajua mimi nilikuwa kati ya wale 12 waliotumwa waende kuspy ile nchi, na wajamaa 10 walipoleta habari mbaya, mimi nilikuwa mzuri, mmoja wapo wale ambao walileta habari nzuri. Nilipoleta habari nzuri, Mungu aliambia Musa, nikisikia, I like that, yani nilisikia ya kwamba mimi nitapewa mlima wa Hebron. Akasema sasa nibariki. Unajua unahitaji blessing ya watu wa Mungu. Nibariki sasa niende nikachukue. Biblia inasema kwamba akabarikiwa na huyu. Anasema nilikuwa 40 years nikisikiza hiyo ahadi. Jamaa wengine walichelewesha, maana Mungu alituweka 40 years jangwani mpaka wakakufa. Lakini bado nina nguvu kama vile nilivyokuwa. Unajua hii nguvu si ya mwili tu wapendo, lakini ilikuwa inatokana na imani. Jamaa amegundua grace huwa hai expire. Bwana asifiwe sana. Hata mwili ukienda chini, grace huwa inapanda tu, bora tu imani iko. Akasema nipe opportunity hiyo. Alipopewa, Biblia inasema kwamba alienda akatoa maadui. Biblia inasema hiyo mahali ilikuwa inaitwa mbeleni Hebron, ilikuwa inaitwa Kiriath Arbin. Unajua imagine sisi, unajua mimi ni Israeli bwana. Kwa hivyo sasa nikiataje usiwe na shida. Hallelujah. Kiriath Arbin. Bwana asifiwe sana. Akawachomoa na akaigeuza akaiita Hebron. Kiriath Arbin ilikuwa ni kwamba inamaanisha kwamba ilikuwa ni mahali pa majitu. Bwana asifiwe sana. Akaigeuza iwe ni mahali Hebron. Hebron inamaanisha fellowship. Wapendwa, kama tutamiliki, kama lazima tutumie neema ya Mungu kuangusha majitu. Kulikuwa na majitu walikuwa anakaa wa hasira ndani yako. Kulikuwa na majitu. Unajua kwanza unaangusha majitu wa dhambi ndani yako. Dhambi ile ambayo inayokuzinga upesi, inayokuzuilia kukimbia kwa imani haraka.
There is imani. Kama ni kausherati, hakikisha umeangusha kwa hiyo neema. Kama ni corruption, hakikisha umeangusha kwa hiyo neema. Kama ni tribalism, hilo jitu lisikae, angusha. Bwana asifiwe sana. Majitu ya pili ni yale ambayo, haya ya kwanza ni yale yako ndani yako, dhambi iliyo ndani yako. Ya pili ni yale yako nje. After Caleb amechukua Hebron, kulikuwa na mji hapo mbele unaitwa Aber. Utaenda utajisomea chapter 15 verse 16 kama sijakosea. Okay, Arba was the greatest man among the Anakim. Sasa mahali walitolewa, Arba alikuwa ndiye mkuu wa majitu. The Anakites waliokuwa wakisifiwa. Lakini jamaa alipogundua neema iliyo ndani yake Caleb, akaenda akambwaga na akachukua Hebron. Bwana asifiwe sana. Now chapter 15 inaongea kuhusu after ameingia kukawa Caleb amechukua Hebron. Tayari pale alikuwa ameahidiwa, lakini hakutosheka. Anasema kwamba and Caleb said, he who attacks Kirjath Sefer. Sikiza, kulikuwa na bado, unajua unatakikana utamalaki kabisa. Akajua kuna mahali kunaitwa Kirjath Sefer. Hizo lugha zetu wapendwa. Bwana sifiwe sana. Akasema yule atakayechukua hiyo, nitampatia msichana wangu wa kwanza anaitwa Aksa. Hallelujah. Othniel mtoto wa ndugu yake, akasema huyo dada nitaenda naye. Alipanda akararua majitu na akapewa Aksa. Kingdom of God is for the highest bidder. Walikuwa wengi ambao wangechukua Aksa. Naomba wasichana wetu wasichukuliwe na mawe haya. Naomba wasichana wetu wasichukuliwe na watu ambao si wa maombi. Naomba wasichana wetu na vijana wetu wasioe watu mabaradhuli. Yani wacha iwe watu ambao watariski kuingia mahali ambapo kweli. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Grace, you need to maximize it. Maana hiyo ndio. Na sasa ili tukaweze kuimaximize, lazima tukaweze kuchukua hiyo hatua kuweza kufanya kazi. Bwana asifiwe sana. Point number 2 ambayo inastahili ukaweze kuwa ni kwa ili ukaweze kumaximize hiyo grace. Bwana asifiwe sana. Point number 2 ni kwamba don't pay attention to what the enemy, ama don't concentrate on what the enemy is doing. Lazima kama uta maximize grace, if you will take advantage, if you will leverage the grace of God. Kama naweza tumia huo mfano. Kama utaitumia ikuinue, lazima pia usiconcentrate ama jicho lako lisiwe saa zote ni kuangalia vile adui anavyofanya. Lazima wakati mwingine ukaweze kumignore adui. Bwana asifiwe sana. Yes. Maana wakati mwingine maadui wako after wamejua kabisa Mungu amekuahidi mambo makubwa, sasa ndio time. Sasa adui anainuka aje kufanya maisha yako iwe magumu. Anataka akufanye yani ya kwamba sasa akudharau, aongee kana kwamba wewe ni mtu wa chini sana. Don't concentrate on what the enemy is doing. Bwana asifiwe sana. Huu ni wakati wa kuangalia kile ambacho Bwana amekuahidi na ukaweze kukiendea. Kwa sababu ukianza kuangalia wanasema nini, wanakudharau, wanaona nini ambacho hauko nacho, hawaoni, lakini wajue kuna uwezo ndani yako ambao ni uwezo ambao hauna kipimo. Unlimited power of God. Bwana asifiwe sana. Sikiza, kuwa kama Yusufu. Yusufu alipopewa dream, ndugu zake walimchukia, lakini Biblia inasema aje? He dreamt another dream. Bwana asifiwe sana. Usi wakati hata kwamba unasikiza vile adui anavyofanya na unasimama, hakuna kuweka mikono chini. Hallelujah. Ni wakati wako, yani lazima tukaweze kuinuka ili kwamba tukaweze kufanya kile ambacho Mungu ametuita tukaweze kufanya. Usisikize yale ambayo adui anayofanya. Mungu anajua kabisa hayo mateso yako. Kuna muhimu, lakini anajua ya kwamba uwezo ulioko ndani yako unashinda uwezo ule wa adui. Bwana asifiwe sana. Una wimbo juzi Wednesday niliimba. Hii inasema it is well with my soul. Second stanza inasema kwamba when Satan should buffet, though trials should come. Inasema though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ hath regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. Bwana asifiwe. Yani si hata kwamba afflictions zitakuja, si hata kwamba adui hatapiga.
In fact adui aliposikia Daudi ametiwa mafuta ndio alisema sasa haukuji, ndio aliinuka. Nanipata? Sasa nasema mwimbaji anasema though Satan should buffet. You know to buffet ni kama kugonga. Unarudi tena unafikiria ameenda, unarudi tena. Kama vile alikuwa anasema kushoto kulia. Yandondi. Though Satan should buffet, though trials should come, majaribu yanakuja. Si wakati wa kuangalia adui anafanya nini. Ni wakati wa kufocus na kile ambacho Mungu amekuita ufanye. Bwana asifiwe sana. Wacha nikwambie, in the book of 2 Corinthians chapter 9, labda kama sijakosea verse 11-12. Paulo alitumiwa mjumbe wa shetani. Asija kawa na kiburi. Biblia inasema alililia Mungu sana huyo mjumbe aondolewe. Amekuwa mwiba kwake. Mungu alimwambia nini? Sitamuondoa. Maana hawezi kuzuilia kufika mahali unaenda. Kile kilichoko ni kwamba my grace is sufficient for you. Neema yangu inakutosha. Sasa wewe una shida, ukituimbia shida si vibaya. Shida ni mzuri. Bwana asifiwe sana. Lakini naomba tu Mungu akupatie neema. Yaani shida hizo na hizo afflictions zisikufanye uangalie chini. Wacha zikufanye uangalie mbele. Wacha niwaambie. Mkristo yote halisi usiwahi mtesa. Hata ukifikiria hata backslide. Kwanza ukimtesa ndio atapenda Yesu zaidi. Unakumbuka ile story tulikuwa tunapewa? Ya kwamba mama alikuwa anachapwa na bwana yake kila wakati. Bwana yake akitoka kwa pombe anakuja anakaribisha na mke wake aliyeokoka na anampiga. Siku moja naji mama ndio anazidi kumpenda Yesu. Siku moja mzee akiwa akasema kwamba mimi kuna jambo linanisumbua kwa nyumba yangu. Akaambia na walevi, nini bwana? Yaani mimi mke wangu namchapa makofi lakini haachi Yesu. Akaambia unatumia wrong formula. Fanya hivi, mpende ndio umwangushe, achane na huyo Yesu. Nimpende vipi? Basi. Siku hiyo mlevi alipofika mama anafikiria atachapwa, aliambiwa darling nakupenda. Kutoka hapo upendo unaendelea, akaambiwa sasa mimi naona pale naendaga tuende na wewe uketi hapo, utakunywa pombe, wewe utakunywa soda. Wakaenda, upendo umekua. After that soda alionja na ile nyingine. Lakini wakati alikuwa anampiga alizidi kuwa, Bwana asifiwe sana. Majaribu Mungu anajua hata akiwa makali kwako namna gani, hawezi kuzuilia kufikia hatima yako. Hawezi kuzuilia kufikia ndoto yako. Bwana asifiwe. Don't concentrate on what the enemy is doing. Majaribu ni mengi, afflictions ni nyingi, lakini wacha nikwambie, inua macho yako mbele za Bwana. Time jamii iko upande wangu. Wacha niende the third point. Bwana asifiwe sana. Ambayo tunastahili kufanya ili kumaximize the grace of God. Hallelujah. Don't be pinned down by your past failures. Hallelujah. Your past failures or mistakes hazistahili zikufanye sasa hauwezi enda. Unajua past failures, unajua yani zimekushikilia hata kwa sababu ulifail hapo mbeleni, sasa unasema kwamba sitawahi fanikiwa. Hazistahili zikushikilie. Because sometimes wakati umefanya kosa ama labda ni dhambi ulifanya, inatumiwa na shetani kukugandamiza. Haustahili. Bwana asifiwe sana. Haustahili. Unastahili kama utamaximize the grace, lazima ukubali kupokea rehema za Mungu kwa imani. The book of Proverbs chapter 28 verse 13 inasema kwamba anayeficha dhambi zake hatafanikiwa, lakini yule atakayezikiri na kuziacha atapata rehema. Rehema ni nini? Rehema inamaanisha hakuna hasira ya Mungu tena juu yake. Yani if you confess and forsake your sins, you will obtain mercy. Bwana asifiwe sana. Unfortunately, shetani anataka kosa lile ulilofanya ukae ukilikumbuka saa zote. Let me tell you, Mungu afurahishwi na wewe kukaa at you are wallowing in self pity. Saa zote unajihurumia. Mungu hiyo si yake, hiyo sio portion. When you wana maximize grace, wanapokea rehema za Mungu, anasema nimeconfess hii dhambi. Kama ni dhambi ulifanya sirini, iongee mbele ya watu, iongee kwa mchungaji. Bwana asifiwe sana. Yes, Bwana asifiwe sana. Na ukisha iconfess, basi iache na utawekwa huru, utapokea rehema za Mungu. Kutoka hapo enda mbele. Bwana asifiwe sana. Na unajua shetani anapenda kushikilia watu na makosa yale waliofanya zamani. Unajua alishikilia Musa. Yaani Musa alipojua aliua Misri, alipanda juu mlimani, akakaa kwa Jethro, akakaa 40 years. Sasa hiyo
ametubu. Bwana asifiwe sana. Mungu ameona kwamba umetosha moyo, umekuwa tayari kukomboa wana Israeli. Anaambia nataka kukutuma. Yeye anasema hapana. Unajua uoga ulikuwa mwingi kwa Musa, maana anajua kabisa kwamba anahukumiwa na kile kitendo alichofanya cha kuua Mwisraeli. Lakini Mungu nataka kusema kama umetubu hiyo dhambi, umesamehewa. Toka rudi fanya kazi. You maximize the grace of God through labor, sio kwa kujihurumia. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Sara alikosea, aka-advise mume wake achukue Hajiri, na alipomchukua Hajiri wakakaa na fake miracle 13 years. Lakini wakati Mungu alipokuja akamwambia Abraham, hey Abraham, walk before me. Bwana asifiwe sana. And be thou perfect. Kwa nenda mbele zangu na uwe na moyo mkamilifu. Sara aliposikia Mungu amesema hivyo, yani kumbe Mungu ameturehemu, haangalia yale makosa. Biblia inasema kwa imani Sara hata kama alikuwa mzee namna gani, aliweza kupokea mimba. Kwake yeye aliyekuwa as good as dead, kulizaliwa watu ambao ni wengi kama mchanga wa baharini. Bwana asifiwe sana. Yani lazima tujifundishe wapendwa. Hii mambo ati uliiba na unakaa na hiyo wazo la wizi, si utuambie uliiba. Hiyo wazo ati ya kwamba ulifanya dhambi, sasa inakufanya mpaka yani umekaa baridi hapo chini. Kanisa la Bwana si mahali pa baridi, si la watu wenye baridi. Na hiyo baridi wacha nikwambie inaondolewa na confession. Confess hiyo dhambi, na ukiconfess watakaoendelea kuikumbuka wao ni kama ndugu yao shetani. Wewe si ndugu yao. Bwana asifiwe sana. Mwenye anakumbushaka watu makosa ni shetani, si Yesu. Mahali dhambi imetubiwa, neema ya Bwana, damu ya Yesu Kristo huwa inaosha. Biblia inasema katika kitabu cha 1 John chapter 1 verse 9 and 10, inasema kwamba if we confess our sins, he is faithful and just to forgive all our sins, and the blood of Jesus Christ will cleanse us from all our unrighteousness. Bwana asifiwe sana. Yani ukishatubu wewe, damu ya Yesu Kristo itakuosha. Bwana asifiwe sana. Yeye ni mwenye haki na mwaminifu kukondolea dhambi zote, na damu ya Yesu Kristo itakuja ikuoshe. Huu baridi ambao unakaa wakukaa hata kwamba unakumbuka yale makosa uliyofanya. Kitu gani? Ulichumbia msichana akakukataa, sasa hata kwamba uweze endea mwingine. Kitu gani bwana? Kuna pastor namjua alichumbia wasichana 6 wakikataliwa. Anaenda ni mchungaji sahihi, lakini anachumbia, anaenda inapamba moto, anasomewa, anaambiwa wewe usinitaje kwenu. Inyo wa pili anaenda, unaambia watu unakataliwa 6, lakini alipata mtu wa maana sana. Hata heri alikataliwa na wale 6. Kitu gani bwana? Yani wewe unazimwa na muujiza, ati ni mtoto tu ulipata nje ya ndoa. Sasa umekaa tu ati hivyo. Msamaha unahubiriwa, si upokee msamaha, pokea rehema za Mungu na usikatae. Mwingine akija mwambie niko. Bwana asifiwe sana. Yes, hakuna mahali imeandikwa ati utaolewa kwa sababu ulikosa. Bwana, kwanza wewe ni wa maana huku. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ambao hajulikani na walimaliza. Sitaki kwenda na hiyo story. Lakini kile nataka kusema ni kwamba kama tuta maximize grace ya Mungu katika kuoa na kuolewa, wapendwa, lazima tusahau hizo mistakes za zamani. Bwana asifiwe sana. Kama tuta maximize neema ya Mungu katika maeneo ya huduma, lazima tukaweze ku maximize hiyo kitu. Nilikutana na mama mmoja ambaye anatoshana na mimi. Alikuwa amefiliwa na bwana yake. Nikamhurumia sana. But after that akaomboleza, akaniambia amepata kazi, akanunua nini? Kwa sababu kazi ilikuwa mbali, akanunua pikipiki. Nikamwambia sasa dada yangu, unapanda pikipiki? Akaniambia wewe sikiza Kalinde. Kile kilichoko ni kwamba mimi sasa hii ndio baba ndio mama, kwa hivyo hakuna cha kufikiria story nyingine, ni pikipiki, na maisha ikaendelea. And I tell you, anafanya mzuri. Bwana asifiwe sana. Yani wakati wa kuomboleza ni kweli huko. Kama mwanadamu tukigongwa tutaomboleza, lakini hatutaomboleza kila siku. Na kuna ujumbe kwako, wakati wa kuomboleza umekwi. Wakati wa kuomboleza umekwi. Lazima tuochi kuomboleza na tuanze kuinuka sasa. Mungu hajaondoa neema yake katika maisha yako ati kwa sababu umekuwa divorced. Hapana. Kama jamaa ameamua kuwa baradhuli, acha aende na baradhuli wake. Wewe omboleza, baada ya kuomboleza rudia Bwana. Bwana, kama kulikuwa na huduma ingia. Kitu gani bwana? Tutaacha kufanya. We maximize the grace of God through labor. Hakuna kitu tutazuilia
kitu akiruhusu kituzuilie kwenda mbele, kufanya kazi, kuaspire kuwa na mambo makubwa. Hakuna. I am pressing on. I am pressing on. Waimbaji njoni. I am pressing on. I'm pressing on to a higher. I am pressing on. I am pressing on. Kwa ujasiri we. I am pressing on. I'm pressing on to a higher mark. I am pressing on. I am pressing on. Yeah. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. I'm pressing on to a higher mark. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. Twende. I am pressing Bwana fanya kama shujaa Bwana. pressing on to a higher mark. I am pressing on. I am pressing on. Woo. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. I'm pressing on to a higher mark. Hata kanuna nendele. Mimi sitazami nyuma. Natazama Yesu mkombozi wangu. Nami nitakuwa mshindi. Nataka nitazame mbele. Sitaki nitazame nyuma. Natazama Yesu mkombozi wangu. Nami nitakuwa mshindi. I am pressing on. 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 I'm pressing on to a higher mark. I am pressing on. 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 I'm pressing on to a higher mark. Hata vikwazo viwe vingi, mimi sitazami nyuma. Natazama Yesu mkombozi wangu. Nami nitakuwa. Hata vikwazo twende sote. Hata vikwazo viwe vingi, mimi sitazami nyuma. Bali Natazama Yesu kiongozi wangu. Nami nitakuwa mshindi. I am pressing on. I am pressing on. Press on. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. I'm pressing on to a higher mark. I am pressing on. 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 I'm pressing on to a higher mark. Mpe Bwana makofi. Aliye mwenye uwezo, aliye mwenye nguvu, aliye mwenye mamlaka, aliyetupatia neema. Neema iko ndani yako dada. Neema iko ndani yako ndugu. Haustahili kukaa chini. Huu ni wakati wa kuinuka. Oh, sauti ya Bwana inasema wakati wa maombolezo umeisha. Tumeomboleza ni kweli, lakini huu ni wakati sasa wa kuinuka sasa. It's a time to maximize the grace of God. Oh yes. Time haiko upande wetu. Lakini kama hujaokoka, njia ya kupokea, ya kukamata neema wapendwa, ni kumpokea Yesu Kristo. Njia ya kukamata, the way to seize the grace of God is through faith. Naomba uinue mkono wako kama hujaokoka. Kama hujaokoka, hata kama ulikuwa umefanya dhambi na ukarudi nyuma, sasa umetiwa baridi na dhambi. The way ni kuja mbele sasa na kumpokea Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo itakuosha, itakufanya kuwa kiumbe kipya. Utapata nguvu za kuinuka tena. Inua tu mkono pale popote ulipo katika jina la Yesu. Oh yes Lord, oh yes Lord. Na kama sote tumeokoka basi. Oh yes. Je, kuna mtu akona hitaji lolote? Naweza inua tu mkono wako tu. Tanena baraka. Tanena nguvu za Bwana juu yako katika jina la Yesu. Ama kama huoni haya unaweza kuja